Yo, what's crack everybody, boy presenter hapa Savage ID mnyama mkali alama tali, na huyu hapa tupo pembeni na Chief Killa tukipiga na story mbili tatu kuhusiana na game yake ya muziki kijumla. Ama vipi? Bana blaza, mambo vipi? Mnyama kabisa. Taala kabisa. Kwanza ongea ngoma yako vibaya, inafanya vizuri sana, na pia juzi umeachia teaser ya ngoma yako ambayo pia nayo inafanya vizuri sana. Nashukuru sana kwa hiyo. Okay, Chief Killa unajitofautisha vipi na wasanii wengine wa Singeli? Bwana, mecha kwanza ninachojitofautisha nao ni kwamba ujue kikubwa ni uandishi. Uandishi ndio unaofanya wasanii wengi watofautiane. So namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kunipa uwezo wa kuandika vitu vyenye story. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho ni kikubwa, wengine wengi hawana. Umekuwa na mtindo wa kuachia ngoma zako kwa episode, yani kwamba tumeana kuna mke wangu namba 1 namba 2, tumeona kwamba pale kuna Naima namba 1 namba 2. Hii system ilikuja vipi na kwa mapokeo yake ilikuwa vipi kwa jumla? Hii system ilikuja kawaida tu, lakini pia ilianza kwenye mfumo wa bakola, ambazo bakola ya kwanza kutoa mwendelezo ilikuwa inaitwa Umalaya. Ilianza Umalaya namba 1 nimefanya mwenyewe, Umalaya namba 2 nikafanya na Samas, Umalaya namba 3 nikafanya na PK. Sawa, ila ile ilikuwa sio kitu mapenzi, kitu fulani usela. Sawa, kwa nikaona ili kubadilika, na kuna watu tayari walishajijengea kwamba Chief ni mtu fulani wa kuimba usela. Kwa hiyo ikanibidi nifanye vitu tofauti ili nipate mashabiki wengine tofauti wa kunitofautisha kwenye usela na vitu fulani vya mapenzi. Ndo nikaja Pusha. Nilivyoona Pusha imepokelewa, nikatunga tena Naima. Naima ilipopokelewa, nikakaa chini nikatuliza ndonga, nikaja nikapata mke wangu ile. Na sasa hivi nina Vibaya, watu wanadai namba 2. Unajua hiyo. Tutegemee kwamba Vibaya nayo itakuwa kwenye mfumo wa episode. Vibaya kwenye video pale mwisho niliwaandikia watu itaendelea. Okay, tukizungumzia kwenye, unaonekana una tattoo nyingi, si ndio? Tattoo gani ambayo hata iweje huwezi kuifuta? Mimi kila tattoo nilokuwa nayo hata iweje siwezi kuifuta, kwa sababu kila tattoo unaiweka kwa namna au kwa maana. Na tattoo nyingi zinakuja kwa ajili ya watoto wangu. Sasa hiyo unaweza ukamfuta mwanangu Leisha. Huko kuna Leshi, huko kuna Zamda hivyo yani. Kwa hiyo wabongo hiyo hapa. Sawa, bongo si ndo mchongo. Na hisi mwenyewe unaelewa, si wote ni wabongo hapa. Kwa wabongo mpaka kwenye udongo mwanangu. Bana, muziki una changamoto nyingi, si ndio? Kwenye game yako nzima ya muziki mpaka ulipofikia hapa kuwa Chief Killa ambaye watu wengi wanamsikiliza na kumfuatilia, changamoto zipi ambazo huwezi kabisa kuzisahau katika harakati zako za muziki? Changamoto ambazo siwezi kuzisahau ndugu yangu zipo nyingi, na ila naweza tu mention kadhaa. Changamoto ya kwanza ni kujipambania mwenyewe. Hiyo ni changamoto kubwa sana brother katika maisha. Wasanii wengi wanafeli kutokana na ujipambaniaji mwenyewe, unakuwa mgumu sana. Ujue hamna mtu anaweza kufanikiwa mwenyewe. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo unakutana nayo kwenye maisha yangu. Tukizungumzia wasanii, si ndio, kuna umuhimu gani wa msanii kuwa na management? Umuhimu upo mkubwa sana, ila tu inategemea na msanii mwenyewe jinsi ambavyo anajicreate. Kwa mfano mimi tangu nimeanza maisha yangu ya muziki sijawahi kuwa na management kabisa, mpaka hapa nilipofikia. Ila sasa hivi ndo namshukuru Mwenyezi Mungu na watu ambao wananimanage, wanafanya vitu vyangu vinaenda kwenye protocol. Ujue unapokuwa una management, msanii uwezo ukafanya kila kitu mwenyewe. Kuna vitu lazima vitakuwa viko slow. Kwa unapopata mtu ambaye anaacha mambo yake anafanya ya kwako, kwa na wewe kuna vitu fulani vinakuwa anakupunguzia, si unajua? Kwa sasa hivi Singeli wewe unaiona wapi, na yani imefikia wapi na unaiona wapi kwa miaka ya mbele? Singeli imefikia pakubwa brother, kwa sababu kitambo ilikuwa inajulikana kama muziki wa usela. Kitambo hata mimi nakumbuka kipindi naanza game tulikuwa tunafuata vigodoro vilipo. Yaani kilipo kigodoro ndo msanii yupo. Ndo msanii ataenda kuomba maiki ya hii. Lakini sasa hivi ilipo hela ndo msanii hayu. Na inategemea pia na msanii. Kuna wengine watakuwepo, wengine hawapo. Kila mtu ana kiwango chake, kila mtu ana bahati yake, kila mtu ana thamani yake. Muziki una thamani sana brother kwa sasa hivi. Kwa mimi mwenyewe naomba Mungu thamani izidi ya muziki ambao yupo sasa hivi. Wasanii, yani mashabiki zako wamekutambua kama Chief Killa kwenye uandishi au tuseme kwenye muziki wa Singeli, si ndio? Mbali na muziki wa Singeli, Chief Killa kitu gani ambacho naamini kwamba hata angekifanya bado angeonekana Chief Killa wa sasa hivi? Mimi kwanza ukiachana na Chief Killa unayemjua wewe, mimi nina watu wawili ndani yangu. Kuna Chief Killa, alafu kuna Vani wa Vina. Sio, unaelewa? Na nina nyimbo pia ya Chief Killa na Vani wa Vina. Nimewatofautisha watu hao. Yaani umjue Chief Killa yupi
na Vanua Vina yupo. Na tushaachia au bado? Ipo mtandaoni. Alafu pia mimi kabla ya kufanya singeli nilikuwa nafanya hip hop, drill, vitu fulani vya R&B by Buda, na zipo pia ngoma na nishafanya na mavideo ya hivyo vitu ninavyokuelekeza. Kwa hiyo mimi tofauti na singeli pia na muziki yenye hela zaidi ya hiyo, ila tu bado wacha sasa hivi haijabutua, yani ila kama ndio inabutua mzee nyoka ile noma watanikamatia huko. Tukizungumzia katika game yako, si ndio, kwamba wakati gani ambao ulitambua kwamba sasa muziki wangu mimi naufanya biashara na sio burudani tena? Bwana, kwenye hilo swali zuri sana. Mimi nimechelewa sana kujua muziki wangu kama so burudani tu, ni biashara. Sawa. Mimi naweza nikakwambia kwamba muziki wangu nimeanza kujua kama ni biashara 2022 hivi au 21. Yaani Chief Killa kashafanya magoma kibao, si unaelewa? Sasa ilikuwa vipi? Kwa sababu tunajua kwamba katika kuinvest ili muziki ufanye vizuri lazima kwamba chochote kitu kiwepo. Umeona sisi kipindi tunaanza game kulikuwa hamna hata mambo ya sio unamgea nyimbo sio nani, sio unapandisha nyimbo kwenye mtandao gani. Ni mimi nimetoka studio nakutana na wewe mwanangu, nakupa kwenye bluetooth, wewe utamrushia mwenzako, mwenzako atamrushia mwenzake. Lakini sasa hivi muziki umetanuka sana kwamba mtu inapotoa kama hivyo, nimetoa tu kionjo teaser tayari hadi wewe huko kibao imekufikia kwa uharaka zaidi. Sijui umenisoma brother. Kwa hiyo ndio hivyo tunashuka. Bwana, msanii gani ambaye ukikuta yani simu iko mbali lakini ukikuta miskolu yake lazima kwanza umvutie waya chap? Weza. Mbali na huyo. PK Mr. Konki. Mwanangu sana. Bwana, ukaribu wako na PK Mr. Konki uko vipi? Ukaribu wangu mimi na PK, naomba nikupe siri moja ambayo watu wengi hawajui. Katika game langu mimi la singeli, msanii wa kwanza kufahamiana naye au msanii wa kwanza kuwa rafiki yangu ni PK Mr. Konki. Ila yeye tayari kipindiko alikuwa yupo kwenye form fulani hivi. Kuna ngoma zake fulani kashazitoa, yani yupo kwenye form, yani sio unaelewa, akipanda stage na watu mnasema yule Peter anafanya maajabu yake. Lakini pia alini appreciate kama mwanae na tukawa ma friends, japo kipindiko sikuwa kwenye ubora. Naamini pia mpaka mimi kuwa chief kuna nguvu ya PK hivi. Kwa sababu nilifanya naye kazi hizi kipindiko ndio yupo kwenye ubora kabisa. Kuna Konda na ilisumbua vibaya sana hiyo 2018 au 17 kitu kama hicho. Alafu tukaja tukarudia ubishi namba 1 2019. Hiyo ndo tuliua vibaya mwanangu. Tukizungumzia Wabongo, hiyo ndo topic yetu au vipi? Wabongo ni label ambayo inafanya vizuri sana kwa sasa hivi. Lakini hapa katikati tuliona kuna baadhi ya wasanii walitoka hivi na hivi, na mashabiki baadhi walifurahishwa na kile na kutoka kwao, lakini wengine hawajafurahishwa. Kwako wewe kama CEO wa Bongo, hii unaweka vipi kwa ajili ya mashabiki zako? Naomba nirekebishe kwanza kauli yako kwamba wasanii hawakutoka, ila wasanii tuliwatoa. Yaani kwamba kutoka wenyewe ila mliwatoa. Kwa nini sasa mliwatoa? Hamna aliyetaka kutoka, ila sisi tuliwatoa kwa sababu umeona tae kuna muda utakuwa unaishi kwa baba yako, atakuwa anakupa hela chai asubuhi, mchana anakustendia, usiku anakustendia. Itafika kipindi ataacha kukupa hela chai asubuhi, mchana atakustendia, usiku atakustendia. Na itafika kipindi asubuhi akupe hela chai, mchana hana habari na ila usiku nyumbani utakuwa. Itafika kipindi atakwambia kabisa kapange. Yaani naona hapa tayari chaza kuisha. Kosa ni wale pia vijana ilishafika muda wao kufanya vitu kwa sababu tayari washakuwa wakubwa. Ujue unapomtengeneza mtu akishakuwa mkubwa, mpe nafasi ya kuonyesha ukubwa wake, au mpe nafasi pia ya kuendelea kujitengeneza yeye kama yeye. Sijui unanisoma vizuri? Kwa sisi tulifanya kuwapa nafasi. Yaani kwamba tumewatoa, si ndio? Kwa maana yake wao kutoka, ila wao ndo nyinyi ndio mliwatoa kama CEO. Lakini sasa watu kuna namna wanaitengeneza kama kuna beef kati yenu, labda wewe na wasanii wako ambao walikuwa wanamiliki zamani. Hapana, si hatuna beef. Ila tu unajua kuna maneno fulani ulimi ukiutumia vibaya unaweza kutengeneza kitu kibaya. Au kuna ujumbe unaweza kuwa mzuri kwa mtu, ila kulingana na jinsi ambavyo unamuelekeza yeye akopokea vibaya. Sio umenisoma? Kwa hiyo mimi naamini hizo ni kauli tu ambazo watu wanajaribu kuzitengeneza. Wengine wanashindanisha sio fulani na fulani, sio wengine mara wamefanya hivi, lakini ukweli ni unajulikana tu. Kirudi sasa kwenye teaser yako ulioachia juzi hapa, ambao pia nayo ni ngoma ambayo watu wameipokea sana na sisi wenyewe tumesupport. Ile teaser kuna mmoja msanii wako sitomtaja, lakini idea ya teaser ya ile tangazo lake la kuachia nyimbo inafanana na idea yako ya ngoma ambayo umeitoa. Hii iko vipi? Na ukiangalia ujumbe wa mule na mnafanya kama diss track, afu na huku nako na mnafanya kama umemjibu hivi.
Asa mimi nataka pia nikueleweshe, kwa sababu umeona hata ya mambo pia alivyoanza Mbwido, labda alivyotangaza labda kwamba bwana mimi hapa na kuna jambo langu nataka kulifanya siku fulani au sio tarehe 10, si watu walienda kumoji. Walivyotoka kumoji ili kupata ukweli na majibu lazima warudi kwa nani? Ndo sisi hapa, sawa. Kwa hiyo hata yule pale dogo alivyotoa nyimbo kwamba sikatoa nyimbo watu wamemuoji, alafu mbaya zaidi kwenye nyimbo yake akawaongelea baba zake, sawa. Kwa sasa ili na mimi nimuonyeshe kama mimi ni baba yako, au walokuoji wamekuja kunioji na mimi, bwana mwanao kafanya hivi, wewe unamjibu nini kama mwanao? Sijui unaelewa, ndo kile kilichofanyika, lakini kwamba haiku-mention beef. Sijui unaelewa, labda kwa upande wake kama atatafsiri hivyo ni sawa, lakini naamini pia hawezi kutafsiri hivyo kutokana mtoto hawezi kumnunia baba. Na usimnunie baba kama hujui unakula au unalala wapi. Safi. Bwana mimi umeniacha, hii tunaiweka vipi? Hiyo ndakupa siku nyingine. Tuondoke. Kwa sababu ujue watu wengi katika kipande ambacho wamekisikiliza lakini hawajapata majibu. Mimi naweza nikasema 80% hawajaelewa ile kauli kwamba hapa punda, hapa mzigo, hapa msafiri, hapa kuna abiria wawili. Na tukiangalia kwenye lebo yako mlikuwa watu 4. Tukigawa hizo pati kwamba hapo msafiri, hapa mzigo na abiria wawili tunatimia 4. Hii tunaiweka vipi? Hem, tutoe kwenye hichi kifungo ambacho tuelewi sasa. Sasa mimi nahisi wote wako hujanisikiliza vizuri. Ila kama ulinisikiliza vizuri, huyo punda kabla hajatajwa hapo kwenye swali tayari alishatajwa kule mwanzo kwamba mzigo ulimshindwa punda, ule mzigo ule ulimshindwa punda. Kwa tafsiri sasa mzigo ni wale tuliwatoa. Hiyo ni tafsiri yako. Sawa, mimi tafsiri yangu ni kwamba mzigo ulimshindwa punda. Baada ya kumshindwa punda ndo watu wakaamua kuchukua ule mzigo kuupakia kwenye bodaboda. Sio unanisoma? Ambayo hiyo bodaboda kutokana safari ilikuwa ndefu, ikabidi madereva tupokezane, au sio? Ndio ipo hivyo. Hapo sana kuelewa sana. Na nadhani mashabiki wamepata jibu la ile swali. Tukizungumzia Wabongo sasa hivi imebaki kama mlivyokuwa, si ndio? CEO peke yake. Tutegemee kwamba kuna msanii yoyote ambaye mtamuongeza hapa katikati? Hiyo muhimu. Wabongo inakuza vipaji. Sawa blaza. Kwa kama Wabongo inakuza vipaji, ina maana vimekuja vile, vimeondoka, vitakuja vingine na vitaondoka, vitakuja vingine tena na vitaondoka. Mikakati kwenye kuwatoa na kuwaingiza. Unajua lebo nyingi zinakuwa na changamoto. Unakuta wasanii wengi wakitoka lazima kuna changamoto hizo. Kwa hiyo mikakati ambayo unaiweka ili kusiwe na hizo complications za msanii anayetoka na meneja wa hiyo lebo husika. Hii kwako iko vipi? Hizo changamoto ni sawa na kumchunga mwanamke blaza. Yaani kwamba unaweza ukamchunga ili asichiti afu akachiti. Na unaweza ukasema simchungi, achana naye, akichiti atajua mwenyewe afu asifanyaje? Asikuchiti. Kwa hiyo unaweza ukamcreate mtu kaisi huyu akawa mtu bora zaidi, akitoka afanye chochote na akafanya. Unaweza ukamcreate mtu usimwekee manani au kaunamwaza au muda wote anaweza akafanya kitu hiki na asifa. Kwa wewe kama unaamua kusaidia, just a bless. Sawa, wewe bariki tu mwanangu. Na kuna vigezo labda mtu akitaka ili asainiwe Wabongo. Kuna wasanii wengi wanatamani kuiti, na ukiangalia Wabongo wameingia wawili wametoka na wamefanya vizuri, si ndio? Vigezo ambavyo wewe unaviangalia ili uweze kumsaini msanii kwenye lebo yako. Kigezo hii kama fursa sasa kwa vijana wale ambao wanajua wanapambania game na hustling zao za muziki. Kigezo bwana, kigezo ni sisi tu tukukubali, kwa sababu mimi sidhani kama kuna kigezo ambacho naweza nikasema kwa kijana eti kwamba kijana inabidi anajua kutunga, inabidi anajua kuimba. Sini, hapana, kwa sababu hata pia tuliwapata kuna wengine walikuwa uimbaji hawana uimbaji fulani. Unajua kila mtu anakuwa na uimbaji wake. Kwa unapokuwa na Vani ana uimbaji wake, Samasa na uimbaji wake, na wewe utakuja na uimbaji wako. Mimi nitakusikiliza uimbaji wako, nitaona wewe uimbaji wako huu nikikubadilisha, nikikuimbisha hivi utafiti, na nikikuimbisha hivi utafiti. Uzuri wa Wabongo au naweza nikwambia uzuri wa Samvani ni kwamba tunaimba kila nyimbo kasoro taarabu. Yaani tunaimba sijui laza, bakola, unajua zile bakola za laza zote tunaimba. Kwa mtu anapokuja kama atakuwa ana ufiti ambao sisi tunautaka, sisi ndo tutamtengeneza kuwa yeye. Okay, Chief Killa una maintain vipi sasa kuwa kwenye top
top uliokuwa nayo sasa hivi unaona maintain vipi ili uendelee kubaki kwenye top yako? Mimi pia brother nimeendelea kubaki kwenye top yangu muda tu, kuna wengine wamepotea hawapo. Ndio hicho tunataka tujue siri ya kubaki top, yani wewe kila msimu kila mwaka wewe upo top. Siri yake ni nini? Siri ni kutokuwa na roho mbaya, tu kubless. Mwanangu, kwa sababu gani nakwambia kubless? Nimeanza kuishi na Samasi, nipo naye hadi leo mwanangu, tunaishi wote. Sawa, mpaka tumeamua kutengeneza kitu kinaitwa Samvani, kimekuja kimezaa kitu kinaitwa Wabongo. Wabongo imezaa watoto wale pale wale wanaitwa Mbwido na Samasi na nani na Kidonge, au sio? Na itakuja kuzaa watoto wengine. Kwa hiyo blaza, ukiwa na bless, hata watu wenyewe wanaokuwa pembeni hawezi wakakuchukia blaza. Alafu pia ubunifu, uandishi ndio unaonifanya naendelea kuishi mpaka leo na kuishi vizuri na watu, kwa sababu unaweza pia ukawa na uandishi mzuri, unaweza ukawa na ubunifu mzuri, kutokana na uishi vizuri na watu ukashindwa kuwa bwana. Mpaka sasa hivi umejifunza nini kuhusu hela? Hela haina ujamaa blaza. Nataka nijue experience yako, sababu hela tunazitafuta na tunazitumia, si ndio? Mpaka sasa hivi hela imekufundisha kitu gani? Blaza, acha tu mwanangu, kwenye hela hapo kidogo mimi sina cha kuongea, maana ni unanikumbusha tukio langu la juzi, nimepoteza 540,000. Noma sana. Mwanangu. Ilikuwaje? Nimeanguka tu mfukoni. Nimepoela advance mwanangu yako mchache. Yaani kwamba mzigo wote umepotea. Sasa ilikuwa vipi? Wewe acha tu ndugu yangu, ila kutoka na ilikuwa topic husika. Tuendelee na topic ambazo ni husika. Okay, Chief Killa, ushawahi kukataa show kwa sababu ya pesa au kwa sababu ya tuseme labda ushawahi kukataa show au ushawahi kukataa pesa kwa sababu ya kulinda heshima yako kama Chief Killa? Mara nyingi pia inakuwa hivyo. Hadi kulinda heshima ya mtu. Na hiyo inakuwa vipi? Inategemea sasa na hiyo show imeingiaje, inategemea na mazingira pia ambayo yatakufanya wewe ukatae nini hiyo show. Mfano labda nakutolea mfano mmoja. Mimi nilipataga show Bagamoyo. Sawa. Afu hiyo show Bagamoyo nilipata kupitia Tomwiz. Tomwiz nadhani unamjua. Ni msanii wa kitambo. Sawa, msanii fulani ambaye aliit sana. Na Tomwiz pia ni alikuwa mwanangu sana. Sawa. Alipopata ile show sasa, wale watu ambao wamemuita kwenye show, sababu wameniita mimi na yeye ni kwao kule. Unajua mtu ukiwa nyumbani kidogo watu wanakujua sana, au ile atakuja tu fulani. Sasa kiasi ambacho wao walimpangia kumpa yeye kilikuwa cheap sana. Sawa, kutokana wanamjua ni mshikaji wao, wakamletea zile za kumjua sana. Sawa. Alafu mimi ambaye natoka mbali nikawa napewa pesa nyingi. Sawa. Kiasi kwamba hadi mwanangu alivyonipigia simu akaniambia, "Da blaza, mimi wale wameniletea dharau, si unajua, ila wewe usikonda advance yako, hela yako yote mimi ninayo. Njoo uje uchape nini fule." Nikamwambia, "Kaka, umeona hiyo hela ulokuwa na wewe? Warudishie." Kama umekuletea wewe dharau, kwa sababu wewe si ndo mwanangu lo force mimi nije, au sio? Sasa kama wewe tu umekuletea dharau, mimi je ninayetoka huku ambaye sina hata ujamaa nao, wewe ndugu yao, si unaelewa? Mimi wewe ulikuwa unatakaje? Bwana, mimi hapa niliwaambia tu nipige mazingira fulani ili niende tuende sawa. Wasipokupa mazingira mimi siji. Sio, unaelewa blaza? Na nilitoka nyumbani saa 8 kwenda Bagamoyo, nimefika kule saa 10 ndo naimba. Sio, unaelewa? Kwa sababu ya mwana kutokana walimpa kiasi ambacho weka kihitaji na mimi nikapoa kiasi changu ambacho nimekiita. Hiyo ya kwanza. Ya pili, nishapoga show same. Mfano wewe mwanangu una birthday yako, labda una jambo lako, afu wewe mwanangu, wewe ni mwanangu ambaye unanisupport kwa kila kitu, kwenye kila hali, au sio? Baada ya wewe kupata jambo, labda umeleka mfano sehemu fulani, kama leo tupo hapa Kibaha, jambo lipo Kibaha, au sio? Jambo shali andali na promo kila kitu, lakini ni la kwako, sio langu. Afu sasa anatokea boss ananitafuta mimi, ananiambia kuna 1.5 milioni niandae jambo sehemu nyingine siku hiyo. Nikaikataa hela, nikampa mtu mwingine, kwa sababu nimeona kabisa nikisema nichukue mimi jambo nilipeleke kule, wakati mwanangu kashaandaa jambo sehemu nyingine, mashabiki wakinifuata mimi wasipenda kwa mwanangu, itakuwaje? Mwanangu atanikunjia. Kwa hiyo ili tusikunjiane, aendelee kunisaidia, sababu 1.5 sio kitu. Leo nitachukua 1.5 nitawagea wasanii wenzangu, si unajua zile. Mimi nitabaki na kidogo. Kesho nitakuwa sina hela, atanisaidia nani? Kwa bora nidili na mwanangu, nikadili na mwanangu. Bana, swali la mwisho, vipi kwa harakati zako za muziki, na kama hivyo tulivyotuambia kwamba haukuwa na management mpaka kutoka na kwanza muziki wako, si ndio? Tukisema tunaandika kitabu hapa au vipi bwana Chief Killa, title ya kitabu chako kuelekea hustling zako za muziki mpaka alivyokuwa Chief Killa, tunaipa jina gani? Yaani hapo sasa kuzungumzia maisha yangu mimi brother,
Nataka title ya kitabu kile, yani kwamba mtu ili title iwe kali inabidi uangalie na mfumo wa maisha yako liishi vipi, hapo ndo kae ufikirie ole hapa nikitia kitu fulani hapa naua. Si umenisoma? Ila mimi kwa haraka tu labda ningesemaje? Itikeli. Kitabu chetu kinaitwa Itikeli. Tunaifafanua vipi kidogo tu kwamba Itikeli kwa nini? Itikeli kwa sababu blaza, watu wengi wanaishi kinafiki. Si unajua, kwa sababu watu wengi wanachekeana usoni tu, lakini moyoni hamna kitu. Kwa ukimpata mtu ambaye ana itikeli ya that na wewe blood, yani akawa ukiumia wewe na yeye anaumia moyoni mwake, kikupata tatizo wewe na yeye tatizo la kwake, kama jinsi ambavyo naishi na Samasi bwana, inakuwa noma sana. Kibaki Itikeli bwana. Mimi niko na Savage ID mnyama mkali alama hatari, kwa piga story 2-3 na mzee wa vina mtu mbaya kabisa Chief Killer bwana. Mimi sijamaliza au vipi? Nampa swala la kizushi tunaondoka nalo, sio bwana? Chief Killer hapa katikati hapa mitandao ilikuwa inatuzingua sana, si ndio? Tukawa tunatumia VPN. Ulitumia VPN? Kidogo nilitumia. Sasa hapa tunataka tunaondoka nalo swala la kizushi au vipi? Kifupi kirefu cha VPN. VPN. Kwa navyojua mimi, yani vani popote nipo. Oya, kama kapata mtatuambia mashabiki, mimi ni Savage ID mnyama mkali. Vani popote nipo, kirefu cha VPN. Sauti sawa. Ukisikia majina yetu naijua hiyo sauti.